Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba mwema, tunasema asante kwa nafasi nyingine tena. Na kushukuru Mungu mwema kwa kutuwezesha kufika mahali hapa tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Tunapoenda kwanza kipindi hiki, Mungu mwema, tunaomba pamoja nasi. Roho wako mtakatifu atuongoze na kila tutakachokijadili Mungu mwema kiwe faida kwa sisi wote. Tunasema asante kwa kuwa tunajua utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Na kwa kipindi chetu tunaomba furaha, shangwe na amina kubwa. Haleluya. Moja kwa moja tunakwenda kwanza kuwapa nafasi ya kujitambulisha wahusika wetu wa leo au mapanelisti wetu wa leo katika maisha ya vijana. Kila mmoja tutampatia nafasi ya kujitambulisha yeye ni nani, anashughulika na nini na mambo kadha wa kadha, na ndipo tutakapokuja kwenye maswali yetu ya leo. Karibu, nikianzia kule kulia kwangu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Aisha Adinani Kesi, ni kijana wa Mbweni Beach, nina umri wa miaka 24, nina elimu pia. Ni mhitimu wa stashahada ya kwanza katika fani ya kupanga na kusimamia miradi. Lakini pia nina elimu ya ufundi, wanamitindo na ushonaji. Kwa sasa najihusisha na ushonaji, lakini pia ni mfanyabiashara. Nimebase katika wanawake. Sijaolewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sijaolewa, sina mchumba, sina mtoto, lakini pia ni mwanakwaya New Jerusalem hapa Mbweni. Ni mwalimu wa watoto miaka 8 hapa kanisani Mbweni. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mpigieni makofi kidogo. Jina la Bwana litukuzwe. Tunakwenda kwa mshiriki wetu wa pili. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Naam, kwa majina naitwa Simon Emmanuel Simon, ni mshiriki wa shule Sabato katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Mbweni, na ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa ya Mbweni CDA kwaya, lakini pia katika idara ya vijana nimeteuliwa kufundisha watoto wenye umri wa miaka 10 katika kozi ya Pathfinder. Kwa sasa nasoma chuo, nasomea swala zima ya maabara, laboratory technician. Nipo mwaka wa 2. Mbali na usomaji, mimi pia ni mtu ambaye ni mtaalamu wa kuandika, ni mtu ambaye ni mtunzi mzuri wa mashairi, mwandishi wa vitabu, lakini pia ni mwandaaji wa biashara, mipango kazi ya biashara. Kwa hiyo katika swala zima la uandishi niko vizuri pia. Bwana ni mwema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpigeni makofi Simoni, mwandishi huyu anaweza kuandika. Tuko na vijana wataalamu sana hapa. Naam, tuje hapa karibu na mimi mwanadada huyu naye ajitambulishe, tumpatie uwanja wa kujimwaga. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina ninaitwa Hawe Zawadi. Nina umri wa miaka 30. Nina mtoto na pia nina mchumba. Jamani, jimbo liko Bukdi. Tumpigie makofi Zawadi. Asante sana Zawadi, endelea. Mimi ni mwalimu. Ni mwalimu ambaye nadhani nikipawa kuwa mwalimu, maana nafundisha watoto kuanzia 0 years mpaka form 6. Na namshukuru sana Mungu kwa hilo. Mimi ni MC pia ni public speaker, na najishughulisha pia na biashara ndogo ndogo, daga, karanga, anything ambacho kinaweza kanisaidia kupata hela na maisha yakaenda. Katika kanisa la Mbweni ni bawabu, mkaribishaji, pia kwenye shule ya Sabato niko upande wa ukarimu. Kwa sasa hivi ni mkuu wa shule ya Rafikel Daycare and Preschool.
Asanteni sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe kwa ajili ya zawadi. Situmpigie makofi katika jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Swali letu la kwanza linakwenda kwa binti Kesi. Binti Kesi, ni katika mwanzo wako wa kazi za ushonaji, wewe ni mwanamitindo, ni mshonaji, ni changamoto gani ambazo ulizipata awali katika mwanzo wa biashara yako? Changamoto gani ambazo ulikumbana nazo na namna gani ulizitatua? Asante. Changamoto ya kwanza nilikuwa muoga. Nimemaliza chuo, ninaogopa kukabiliana na wateja. Kuna wateja wengine wanakuja wana hasira, wamevurugwa. Ndio. Mwingine yani ni kigeugeu, anakuambia nipimie sentimita 40, akipima anakuambia fupi, sikukwambia hiki. Umeona? Changamoto hiyo ya kwanza, kukabiliana na wateja. Wateja tunaita wateja chechefu. Lakini pili, mtaji. Ilikuwa ni changamoto kwangu sana, kwa sababu awali nilianza na mtaji mdogo sana. Nilikuwa ninafanya kazi mahali, nikajiwekeza nikiwa na malengo, lakini haukukidhi mahitaji nilokuwa ninataka. Ila Mungu ni mwema katika kushughulika na kujiwekeza na kushirikisha ndugu wanaonijali, wakanisapoti katika hilo. Amen. Wazazi wako, uhusika wa wazazi wako katika biashara yako ukoje? Walikusapoti? Wazazi walihusikaje ama wanahusikaje kwenye biashara yako? Wana mchango mkubwa sana katika kunisapoti kimawazo, kwa maombi, kifedha. Wana mchango mkubwa. Hata hapa nilipo ni wao wamehusika sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huenda swali moja la ziada. Sio kila mzazi katika ulimwengu wa leo, na ninatumaini wazazi wako ni watu waliozaliwa zamani ambao swala la mitindo ni jipya kwao. Mitindo, fasheni, walipogundua kwamba wewe ni mtu wa mitindo na fasheni, hilo jambo halikuwa kwao shida, ama uliwezaje kuwawini? Uliwezaje kushinda na ukakonga nyoyo zao mpaka wakakusapoti? Asante. Hii ni passion. Tangia niko chuo nilikuwa namwambia mama, nikimaliza chuo lazima nikasome. Akawa ananikatalia. Lakini baada ya kumaliza chuo maisha yakawa magumu, ajira hakuna. Ndio nikawa najishughulisha na biashara, yani ni kazi ndogo yenye kipato kidogo kwa mtu. Nikafanya kazi miezi kadhaa. Nikamrudia mama, nikamwambia mama, hichi kipato ninachopata kwa mtu, nitakapoanzisha biashara yangu nitapata zaidi. Ninaomba unisapoti katika hili. Na maombi mengi pia. Mungu ni mwema. Hakulipokea kwa wakati huo. Baada ya muda yeye mwenyewe alinitafuta na kunikumbushia swala hili. Akaniambia yuko tayari kunisapoti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wazazi mna wajibu wa kusapoti njozi za watoto wenu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tuje hapa kwa rafiki yangu Simon, huyu technician wa maabara. Simon, wazo la kuwa technician wa maabara ulilipataje na ilikuwaje? Yani tu kwa sababu sio wazo haliji tu hivi. Kuna mahali huenda uliona mtu amevaa koti jeupe hivi anapima watu, huenda uliona au ulipokuwa mdogo watu wanachomwa sindano, ukasema sasa mimi ndio nitakuwa nataka kuadhibu hawa wanaochoma, wachome sindano ndefu. Embu tueleze wazo hilo ulipataje? Interest hiyo uliijenga kutoka wapi? Kwa upande wangu swala zima la kupenda kusomea maabara
ilianzia toka katika familia yangu. Kuna kipindi nimeishi sana na bibi yangu. Bibi yangu alikuwa ni nesi hadi akastaafu. Kwa hiyo tulikuwa tukiishi naye. Na unajua mjukuu kwa bibi anavyokuwa, mara nyingi unakuwa na bibi. Kwa hiyo tulikuwa tukizunguka naye, akienda zahanati, umeenda kuona baadhi ya shughuli. Lakini baada ya mimi kukua, kuna rafiki yangu kwao kulikuwa na maabara. Sasa kwa sababu kwao kuna maabara, manake alikuwa akiagizwa mizigo kwenda kununua vifaa vya maabara. Nikajikuta na mimi napenda, kwa sababu kabla hapo tayari nilikuwa napenda swala zima la afya. Kwa kabla sijaenda kusoma maabara, nilifuatilia swala zima la marketing yake, maabara ikoje, na nikapenda. Kwa hiyo hadi sasa hivi nasomea kitu ambacho ninakipenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umesema wewe ni mwandishi, unaandika mashairi, unapenda mashairi. Kuna shairi lolote ambalo umeshaandika tayari na kulipublish, ama unaandika tu na kutunza? Katika swala zima la uandishi niseme sio naandika kienyeji, ni kwa sababu rafiki zangu wanaonizunguka niliosoma nao, na kuna watu ambao wanasomea mambo ya sanaa, licha ya sasa kwamba anasomea mambo ya maabara, lakini rafiki yangu akipata kazi yoyote kuhusu uandishi atanipigia simu kwamba Simon, nina kazi hapa darasani na assignment ya mashairi 5. Natakiwa nikusanye kesho. Naomba niandikie mashairi 3, nisaidie mashairi 2 nikusanye. Kwa hiyo katika swala zima la uandishi niko vizuri. Asante, inaonekana wewe ni mtu wa malenga. Unaweza kugani shairi moja ama walau beti moja hivi? Unaweza kugani hapa inabidi utuandikie shairi moja hapa. Kama unaweza kugani itakuwa vizuri. Kama huwezi, Sabato tutakupatia nafasi. Basi toa somo mchungaji, baada ya somo nitatunga shairi juu ya somo lako. Asante, kesho tutakupatia nafasi ya kutunga shairi kwa ajili ya somo letu. Huenda somo la leo likaleta shairi kesho. Mpende umpendaye, asiyekupenda achana naye. Huenda tutapata shairi hapo kesho. Asante sana. Hebu mpigeni makofi huyu rafiki yetu Simon. Swali jingine Simon, kabla sijaja kwa dada Zawadi. Changamoto gani ambayo kama kijana, wewe bado ni kijana, huko bado unasoma, kijana Mkristo Mwadventista Msabato, changamoto gani ambazo unakutana nazo? Changamoto gani unazokutana nazo? Naam, kama kijana napitia changamoto nyingi, nikianza za kimaisha lakini pia za kiroho. Lakini kianza na changamoto za kiroho, kama vijana najua tuna marafiki zetu, kwa hiyo tunajikuta tunavutika kufanya mambo ambayo sio. Lakini kwa neema ya Mungu na kujisogeza kwa Kristo tunajikuta tunaepukana na hizo changamoto. Lakini pia nikija katika swala zima la kimaisha, mimi kama mwanafunzi tunajua kuwa shule sio nyepesi siku zote. Kwa hiyo kuna changamoto za kimasomo, lakini kuna muda unaweza kupitia kuyumba kidogo kiuchumi, labda nyumbani huko. Kwa hiyo unapitia magumu kidogo katika ulipaji wa ada. Kwa hiyo ni changamoto ambazo Mungu ni mwema, anasaidia kutatua na mambo mengine yanaendelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni ushauri gani unaotoa kwa vijana wenzako hapa bweni? Ushauri unaotoa kwa mambo ya kazi na vitu kama hivyo? Naam, nikianza na ushauri wa vijana, tusikate tamaa, tusiogope. Tutachelewa kidogo lakini tutafika. Bwana ni mwema. Amina. Bwana ni mwema. Tusikate tamaa, tusiogope, tutafika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni rafiki yetu Simon kutoka hapa Mbweni SDA Church, na tuko hapa na mchungaji Jonas Singo pamoja na vijana wa Mbweni, na Mungu anaendelea kutubariki hapa katika wiki hii ya vijana, jamii iliyobadilishwa. Moja kwa moja sasa tunakwenda kwa dada Zawadi. Zawadi, mwalimu huyu. Mwalimu, ulipata wapi wazo la kuwa mwalimu? Ni kwamba ulitamani kuwa mwalimu ama ulijikuta tu ni mwalimu? Kwa sababu kuna saa ya kujikuta tu wewe ni mwalimu. Karibu Zawadi. Wazo la kuwa mwalimu mwanzoni sikuwa nalo, kwa sababu nilitamani sana kuwa mtangazaji. Sasa namaliza form 6, nikawa na mwalimu wangu mmoja ambaye alikuwa anatufundisha literature. Siku moja akaniita akaniambia, Zawadi,
Ulisema nataka kuwa mtangazaji. Nikamwambia ndio. Akaniambia sasa utangazaji ukikushinda sana, hebu nenda kwenye walimu. Nimemaliza form 6, nikafaulu vizuri, nikapewa scholarship. Sasa hiyo scholarship ikawa na lazimu nisome ualimu. Lakini pia nikiwa mdogo, nikiwa darasa la 2 la 3, nilikuwa na kawaida ya kukusanya vitoto nyumbani. Vitoto vya watu, napenda sana watoto. Na wakusanya watoto watu nyumbani, naanza kuwafundisha. Wale ambao wamepewa homework zao, naanza kuzipitia. Mamangu akaniambia. Yaani ukiwa darasa la 3? Nikiwa mdogo sana. Unasaisha. Mamangu akaniambia, wewe utakuja kuwa mwalimu wewe. Lakini nikawa by then nimekipotezea kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kufikiria kufanya. Mawazo yangu yote yalikuwa kwenye utangazaji. Kwa hiyo ukajikuta tu sasa una interest na ualimu. Nikajikuta baada ya form 6 sasa nimepewa hiyo scholarship, sina namna. Government imeniambia you have to be a teacher. Kwa hiyo nikajikuta lazima niende nikasome ualimu. Nimesoma ualimu, lakini kwa sababu ya passion nilionayo, nikasomea English na literature kwa secondary school. Lakini kwa sababu ya kupenda sana watoto nikajikuta nimefanya hiyo secondary school education. Baadaye nikatoka nyumbani nikaja Tanzania, nikapata kazi katika shule ya primary, nikafanya vizuri. Baadaye nikajikuta na get interest na watoto wadogo pia. Amen. Kwa hiyo unafundisha watoto mpaka watu wazima. Kwa hiyo hata mimi unaweza ukanifundisha ukiwa shuleni. Nikiwa shuleni. Hivi Zawadi unachapa viboko kweli wewe? Okay, sasa Biblia yenyewe inatuambia kwamba mtoto usimnyime kiboko. Lakini sio kila kosa unamchapa mtoto. Kuna makosa ambayo mtoto akifanya kaona hii nikimwacha naweza kaenda sehemu ndio ambayo sio, inakulazimu umchape kwa kumuonya. Sasa huonekani kama mtu wa kulabua viboko. Unajua kuna wale tulizoea sisi walimu, unakula kwenzi. Kula kwenzi wiki nzima kichwa kinakuuma. Au kifinyo cha mwalimu. Umesema pia wewe ni MC. Yeah. MC nayo imetoka wapi hii MC? Hii MC nikiwa O level, nikiwa A level, nikuaga mwandishi wa habari wa shule. Kwa hiyo ile unapokuwa kwenye assembly, uko mbele unatoa information. Watoto hapo wanakusikiliza. Siku moja tukawa na sherehe shuleni nikiwa form 3. Tulivyokuwa na sherehe walikuwa form 4 na form 6 wanamaliza wanaondoka. Wakaniomba niwe MC wao for the very first time. Nikafanya, ikatokea vizuri, siku ikapendeza, nikagundua kumbe na kipaji ninacho. Nikajikuta nimejipa jina MC Zawi. MC Zawi. Hallelujah. Kwa jamani, hapa Mbweni tuna MC Zawadi. Hallelujah. Kwa hiyo sasa unajitolea, unalipwa malipo hela. Okay, sasa kuna sehemu ambazo zinakulazimu kujitolea. Kwa mfano kuna mtu anataka kufanya kitu chake lakini hana uwezo wa kuafford MC, unajitolea. Lakini pia opportunity yakija ambayo inahitaji ufanye kitu official sasa. Hela ikija uweze kuikataa. Vijana naomba ukamate hiyo code. Kujitolea. Na katika kujitolea ndipo unapopata fursa ya watu kukupatia kazi. Hebu malizia hiyo point. Of course, mtu akija ana pesa zake. Zawadi, nimekuwa na sehemu fulani nafanya UMC, naomba ufanye kwenye sherehe yangu. Sasa mnakaa mezani. Una kiasi gani? Mimi na kiasi fulani. Hivi huwezi kufika kiasi fulani, nakwambia nitafanya kiasi fulani. Of course kwa sababu lazima maisha yaende. Wakati mwingine ukiweka hela sana mbele, mambo hayaendi. Kwa hiyo ukiona kiasi ambacho kinafaa, kwa sababu UMC ni sio naongea tu. Huhitaji mafuta wala nini, si ndio? Kwa hiyo akikupa kiasi fulani ambacho naona this is fair, unamkubali, unamfanyia sherehe yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Makofi kwa Zawadi. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya vipawa. Kanisa la Mbweni lina vipawa. Vijana, Bwana amewekeza vipawa kwa vijana. Tuna laboratory technician Bwana Simon, tuna binti Kesi pale,
mwana mitindo. Yaani unajua mtu yoyote sasa hivi mtu yoyote mkubwa havai hivi hivi, ana mtu wake wa designing. Kwa hiyo wanakwaya, kama mnahitaji design ya majoho, sio kila joho lazima lifanane na kwaya nyingine. Tunaye designer hapa binti Kesi, anaweza kudesignia nguo yako vizuri kabisa kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niulize kama kuna mtu mwenye, kabla sijarudi kwao, kama kuna swali kutoka kwenye floor. Kama liko swali kutoka kwenye floor, karibu kama kuna mmoja mwenye swali. Yeyote mwenye swali kutoka kwenye floor. Asante sana, naona mkono mmoja. Mkono wa pili. Ninaona pale pastor, namuona mzee Chief pamoja na pastor Mgwabi. Mkono wa tatu, tuta entertain maswali matatu. Na upande huu kwa maana mama mmoja. Karibu Chief, uulize swali na useme unamuuliza nani. Asante sana. Swali langu linaelekea kwa Zawadi, labda pia na kwa dada pale kama project management, lakini sana limejikita kwenye taaluma ya elimu. Mungu akubariki sana kwa taaluma hiyo. Amina. Ni mpango wa kanisa kuwa na sera hii ya kuwa na shule hizi, hasa kwenye ngazi ya kanisa mahalia, kuwa na shule za chekechea pre-primary, na njozi hii pia tunayo hapa Mbweni. Sijui ungaliweza kutupa mchango gani kwa hili, kuwa na shule za namna hii, na pengine kwa kuona kwako faida ambazo tunaweza kuzipata kiroho, lakini pia kwa dada yetu pale kama ni project, as a project management, sijui namna gani tunaweza kuifanikisha kama mradi. Asante. Maswali hayo mtakuwa mnayatunza na tutawapa nafasi ya kuyajibu kwa wakati mwafaka. Twende kwa pastor mchungaji Mgwabi, naye ana swali. Karibu mzee. Nilisikia binti Kesi pale anasema mwanzoni alipokuwa anaanza biashara ndogo ndogo alijisikia naibu, anaogopa. Sasa alifanyaje ili kutoa hiyo aibu, na sasa anawatia moyo vipi wenye aibu kama aliyokuwa nayo yeye? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante sana. Swali kwa dada hapa, karibu mupatie mic aulize swali. Karibu, muda tunatutupa mkono. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza namtukuza Mungu kwa ajili ya Pastor Singo na hii program nzuri ambayo sijawahi kuiona kwa kanisa letu. Mnasemaje? Amina. La pili, na sidhani kama ni swali, lakini kwa dada Zawadi, nafikiri na kwa wote labda, kwamba kwa vijana confidence ni la msingi sana, kwamba ulikuwa na passion yako ambayo ndani yako uliweka ya kuwa mtangazaji, lakini unaona mwisho wa siku kuishia kwenye utangazaji, umeishia kwenye OMC. Kwa hiyo umepata ile ualimu na wewe OMC. Kwa hiyo mimi kwangu ni kwamba kwa vijana, yani msiwe na aibu, nafikiri na mara nyingi natuponza sisi wa Tanzania zaidi, kwamba una kitu chako unakitamani. Kwa mfano Aisha pale toka anasoma chuo alisema nataka kuja nifanye kitu fulani, na akawaambia wazazi, even if kwamba wazazi hawakuwa tayari kusupport, lakini yeye tayari ile ndoto yake alisema lazima niitimize, mpaka mzazi akarudi na akamsupport. Kwamba kwa vijana, kwamba msishy away ndoto zenu, mziseme, either ni kwa wazazi au kwa jamii, kwa ndugu, siku moja itaweza kuwa ya kweli, as long as iwe ni ndoto ambayo ni ya kweli, ambayo inaenda kumtukuza Mungu. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe, tumpigie makofi. Point mujarabu kabisa. Kuna mwenye swali kwa ajili ya Simoni? Nimpatie nafasi specifically kwa ajili ya Simoni kabla sijawapatia nafasi ya kurespond, ya kujibu. Okay, karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa Simoni ningependa kuuliza, kwa una professional yako nyingine, lakini una kipaji kingine ambacho Mungu amekupa. Na katika ulimwengu wa ujasiriamali tunajifunza kutumia vile vipaji kuvigeuza kuwa kwenye pesa. Una mpango gani wa kutumia hicho kipaji
ili wewe unavuna pesa badala ya kusaidia tu watu kuandika hizo shairi. Asante sana. Swali muhimu kabisa hilo. Sasa tunarudi kwa hawa panelists wetu, kila mmoja kwa maswali yake ajibu. Tunaanza pale kwa Aisha binti Kesi, karibu kwa maswali. Ulikuwa na maswali mawili nafikiri, karibu yajibu. Asante, nitaanza na la uoga. Mimi ni mpenzi wa kusoma, napenda kusoma sana. Kwa hiyo nilikuwa ninasoma sana vitabu, naingia mtandaoni, jinsi ya kudili na aibu, jinsi ya kudili na uoga. Lakini pia nilikuwa na kuvumilia. Ninahudumia mteja, anakuja, anakasirika, ninakuwa mpole kabisa, ninamuonesha kwamba ninamjali. Ninaomba na msamaha kabisa hata kama sina kosa. Inajenga uaminifu kwa mteja. Kwa hiyo kwa vijana wenzangu ambao bado tuna aibu, tuna uoga, kama wewe si mpenzi wa kusoma, shirikisha mtu wa karibu akutie moyo. Lakini amini kazi unayoifanya. Utakapoiamini kazi ya mikono yako itakupatia wewe ujasiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si amejibu vizuri kabisa? Si mtumpigie na makofi? Safi kabisa. Nasema jiamini, soma, uone namna ya kupambana na hofu na woga. Asante sana. Zawadi, ulikuwa na maswali kadha wa kadha hapa. Yes. Ya mambo ya shule, kujitolea na vitu kama hivyo. Karibu. Asante. Nitaanza kwa kumshukuru Madam Lulu pale. Hiyo ni point wa vijana wanasema ni nondo. Kujiamini ni kitu kimoja ambacho hupaswi kuacha nyuma popote unapoenda. Lakini pia tusisahau kutabasamu. Nikirudi kwa swala la mimi naweza nikasaidia namna gani. Kitu ambacho sijasema Pastor Singo, mimi ninasaidia watu ambao wana mipango ya kuanzisha shule. Yes. Kwa hiyo hata kama mimi nataka kuanzisha kashule kangu sio mbaya. Wewe ni consultant. Kabisa. Asante sana. Sasa na pia niko vizuri kwenye marketing. Kwa hiyo haya masuala mawili ya Uncle Chief, nina uhakika kwamba nikishirikiana na watakao kuwa wanaratibu huo mpango, nadhani tutaenda vizuri. Nitasaidia kutoa mawazo yangu nilionayo ambayo nimetumia kuwasaidia watu kadhaa kuanzisha shule zao, lakini pia kipawa changu cha marketing, sijui kwa Kiswahili tunasemaje? Utafuta soko? Masoko. Hicho kipaji changu cha masoko pia nadhani kitafanya kazi nzuri sana katika ya mpango wa shule yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu wako tayari kujitolea kwa ajili ya kazi. Turudi kwa Simoni. Simoni rafiki yangu, mwandishi, mtu wa mashairi, mtu wa vina na misemo. Nataka kwenda sokoni, kula kwangu kwa tegemea sokoni. Maneno yanafanana hivi. Karibu. Unawezaje kutoka kwenye kujitolea hadi kufanya hicho kipawa kuwa fedha? Karibu. Okay. Nashukuru kwa swali zuri. Kabla ya hapo ilikuwa nafanya sikujua kama nina uwezo huo, ila marafiki zangu waliona nina kitu. Tunaweza kawa tumekaa kama kijiwe hivi. Rafiki yangu akapata changamoto fulani. Hapo naanza kutunga wimbo fulani, naanza kumtungia wimbo. Alafu wimbo watu wanaupenda pale. Kwa hiyo kumbe rafiki zangu wakawa wanaona ule uwezo ambao mimi niko nao. Sasa imeenda hadi tumeachana, watu wameenda mbali, wamesambaa mikoani. Sasa mtu ananipigia simu, Simoni, naomba unisaidie hiki na hiki. Baada ya hapo mimi nikashtuka, kumbe nina uwezo huu. Sasa kwa sasa nimeanza kujifunza utaalamu zaidi. Kuna vitu nimeanza kusoma, lakini pia nimeanza kushirikisha baadhi ya watu ambao wana uwezo, lakini pia hata kanisa natamani linisupport pia. Natambua kuna watu wengi ambao wana utaalamu wa sanaa kanisani hapa. Kwa hiyo natamani nipate
uwezo pia wa kiprofessional juu ya sanaa hii ya utungaji, hasa katika utungaji wa nyimbo. Pia ni mtu ambaye anaweza kutunga, kwa hiyo hata nyimbo za kwaya za nini na uwezo wa kutunga maneno vizuri. Kwa hiyo natamani nishirikishwe katika hilo, lakini kikubwa zaidi naomba Mungu aendelee kunilinda na kuendelea kuboresha profession yangu ya sanaa hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunafikia tamati ya mjadala wetu jioni ya leo, mchungaji Singo na vijana, na nashukuru kwamba Mbweni ina vijana wenye weledi, vijana makini, vijana wanaojibidisha, vijana ambao ukiwaona tu sio unaweza kufikiri wamekaa tu, lakini ni wako mbali. Na hawa ni wachache tu kati ya wengi tulio nao na wanaofanya vizuri sana katika maisha yao. Tunapomalizia kwa dakika moja kila mmoja, kuanzia kule kwa binti Kesi mpaka kwa Zawadi hapa, kwa dakika moja, unawashaurije vijana wenzako wanaokusikiliza na wao walioko hapa kanisani? Na je, unalishaurije kanisa katika sapoti ya vijana? Karibu Zawadi. Karibu Aisha. Asante. Binafsi napenda kuwashauri vijana kumtii Mungu. Tutakapofanya mambo yote katika utukufu wa Mungu, Mungu lazima abariki. Tusipende janja shortcut, hapana. Ni heri kuchelewa lakini unapata kitu halali mbele za Mungu. Lakini pia kwa kanisa napenda tunavyoshirikishwa, inatujengea ujasiri. Ni jambo ambalo linatusaidia kuface watu, kujieleza, litatusaidia pia hata huko nje katika kujitafutia riziki. Unawaalika washiriki kwenye biashara yako? Nawaalika. Karibuni sana. Page yako ya Instagram inaitwaje? Inaitwa ni Fashion Fuel. Fashion Fuel. Unataka upendeze, utokezee mitoko ya kibongobongo kutokea pande za Mbweni. Fashion Fuel kwa ajili ya kukupendezesha pamoja na Aisha Kesi. Haleluya. Naam, karibu Simon. Naam, kwa upande wangu cha kuwashauri vijana wenzangu, tukubali kujifunza vitu vipya, tukubali kupata maarifa mapya kutoka kwa watu waliotuzidi, tusome, tusikilize, lakini pia tumfanye Mungu kuwa wa kwanza. Amina. Amen. Contact zako na social media zako? Kwa upande wa social medias najulikana kama Simon GLT. Simon GLT. Amina. Amen. Kwa upande wa kanisa lituamini vijana. Tunaweza. Tuna vitu vingi sana. Ukipata chance ya kukaa na vijana huko pembeni, utagundua kuwa vijana wanaweza vitu vingi sana. Kwa hiyo kanisa litupe fursa, tunaweza kufanya mambo makubwa na Mungu na injili kasonga mbele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Zawadi, karibu. Asante. Cha kwanza kabisa, kama wenzangu walivyotangulia kusema, Mungu awe wa kwanza. Amen. Cha pili kwa vijana wenzangu, jiamini. Alafu kile kitu kidogo ambacho unacho, anza na hicho. Usisubiri vitu vikubwa. Kuna vibiashara vidogo ambavyo watu wanavidharau pasta. Kwa mfano kutengeneza karanga, kutengeneza tambi, watu wanavidharau, wanaviona kama vile ni vya watu ambao hawajaenda shule, lakini sio kweli. Ni biashara vidogo ambavyo ukiwa unafanya huwezi kuwa kama mtu ambaye anakaa bila chochote cha kufanya. Kwa hiyo vitu vidogo tuvikimbilie sana. Pia tuzungumze na watu. Jionyeshe, usijifiche, jionyeshe. Kwa sababu naamini tuko wengi sana pasta ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini hawajajulikana kwa sababu hawajajionyesha. Labda ushuhuda wangu mimi, hii shule ambayo nafanya nayo kazi sasa hivi, nilianza naye ni wa kanisa hili pasta. Amen. Yes. Kwa hiyo tujionyeshe, tusijifiche. Mtu anaweza akakuona kipaji chako akakupa fursa ya maisha. Kwa hiyo show up, jionyeshe, uwezo wako ujulikane. Na zinavyokuja opportunities za kutumika kanisani, usikatae. Jionyeshe, kipawa chako kitajulikana hapo. Alafu kwa kuwakaribisha katika shule yetu jamani. Kama una mtoto mdogo tayari marketing imeanza.
Kama una mtoto mdogo kuanzia umri wa miezi 9 mpaka miaka 6, usiangalie sehemu yoyote nyingine. Ni Rafikel Daycare and Preschool pale Ununio. Kama una wazo la kuanzisha shule, kama una biashara yako unataka itangazwe, usihangaike, Mhawe Zawadi, MC Zawi, itakuwa salama kabisa. Instagram Rafikel Daycare and Preschool, MC Zawi, hiyo ni yangu. Rafikel Daycare and Preschool ni ya shule, lakini pia 0693190 880 0693190 ndio namba yangu ya simu. Karibuni sana. Asante sana Zawadi, webale Zawadi, webale dala. Naanza nyusebo. Mungu akubariki sana. Amen. Tunafikia mwisho wa mijadala yetu na vijana jioni ya leo. Ninawatakia baraka za Bwana, ninawatakia ushindi wa Bwana. Hadi kesho kwenye kipindi tena kama hiki cha Mchungaji Singo na vijana. Na sio vijana tu, vijana wa Mbweni Beach SDA Church. Jipigieni makofi na amina kubwa. Bwana awabariki sana. Baada ya kipindi hiki tunakwenda kwenye maombi. Tunaenda kwenye maombi. Kama wewe ni mtu mzima, chukua kijana, nenda kambariki, kamwombe baraka, mambo yake yafunguke, shughuli zake ziendelee, changamoto zake Bwana aingilie kati. Chukua kijana kwenda kuomba naye, na baada ya maombi hayo tutasikia neno la Bwana kwa ufupi, na baada ya neno hilo tutakuwa tunakwenda nyumbani. Bwana awabariki. Tuende katika maombi.